mchakato sio, tukaomba at least kwa kipande hiki tuwe tuna siku moja ya mradi ili tuweze kujionea. Jamani, kwa kilichokuwa kinaendelea hapa, kuna mkono wa mtu kuingilia? Hapo unaweza kusema kwamba kuna kiongozi yote anaingilia mchakato. Tulikuwa tunasema yale kwa sababu tulikuwa hatujui nini ambacho kinachofanyika, lakini mambo yanaendeshwa kwa uwazi kabisa. Hii hapa ni linki ambayo imetumwa, watu mbalimbali duniani wanaingia, wanafanya maombi ya kununua mzigo. Kwa hiyo hapa serikali hatuingilii. Na sisi serikali kwanza furaha yetu kuona mkulima anapata bei kubwa. Akipata bei kubwa maana atakuwa na uchumi mzuri. Itamwezesha kwenda kununua mahitaji yake, itamwezesha kwenda kujiandaa na msimu ujao. Ukiwa kuna hela kwenye mtaa, maana mzunguko utakuwa ni mkubwa, uchumi utapanda. Na hata serikali itaweza kukusanya kodi ipasavyo, halmashauri itakusanya ushuru ipasavyo, AMCOS nao watapata ushuru wao, mambo na hata gharama ya msingi. Kwa hiyo hakuna sababu yoyote ya serikali kuingilia au mtu yote kuingilia. Mchakato ni wa wazi. Niwapongeze sana TMX kwa namna ambavyo wanaendesha zoezi hili kwa uwazi kabisa. Naomba nyinyi wachache mnafika hapa mwende mkawe mabalozi huko kwenye jamii. Mtu akikwambia serikali inaingilia mchakato, mweleze namna gani ambavyo zoezi linafanyika. Hakuna mtu yote ambaye anaingilia mchakato ya amani. Akikuuliza hivyo, mwambie kwa utulivu, serikali iliyoko madarakani inanisaidia kupata pembejeo. Rais Huyu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, ameonyesha mfano wa wazi na zaidi kuonyesha kwamba anawapenda na kuwajali wakulima. Leo hii tunashuhudia pembejeo zikija kwa wakati kabisa. Huko awali pembejeo zilikuwa zinachelewa. Kwa mfano hai pembejeo za korosho, Januari pembejeo zishawasili, watu mwezi wa pili wa tatu wameanza kupata pembejeo. Jamani, wakulima, kweli si kweli? Si kweli? Akikuuliza mzigo kwa utulivu ni kwamba serikali yangu inaniletea pembejeo, napata pembejeo bure, dawa ya maji, sumu ile, safa zinakuja zinagaiwa. Jibu kwa utulivu, usishia kuendelea kumpa dawa. Mwambie serikali hii inasaidia hata kupata mbegu. Kuna baadhi ya mazao ambayo serikali inatoa mbegu. Endelea kumpa somo kwa utulivu. Zamani tulikuwa tuna zao moja la korosho, lakini leo hii hapa mazao mengi yameingia kwenye mfumo wa stakabadhi ghalani. Leo hii tulikuwa tuna mnada wa ufuta, zamani tuna mnada wa mbaazi, tuna mnada wa alizeti, na tumepiga hatua kubwa sana. Rais huyu amepiga hatua kubwa sana kutoka kwenye minada ya mazao. Leo hii hapa tuna minada ya mifugo. Juzi nadhani kila mtu ameshuhudia minada ya ng'ombe. Wakati waliona au kusikia ilifanyika minada wa ng'ombe kwenye mfumo wa stakabadhi ghalani kwa mara ya kwanza. Ng'ombe ameuzwa milioni 47. Ndio ndio kutokea. Ng'ombe mmoja anauza milioni 47. Ng'ombe mmoja anauza milioni 27. Kwa hiyo tumetoka kwenye mfumo wa stakabadhi wa mazao, sasa hivi tunaelekea kwenye mfumo wa stakabadhi wa wanyama. Tumpigie makofi Mheshimiwa Rais. Haya ndio maendeleo. Kwa hiyo kuuliza mtu serikali inafanya nini, jibu tu kwa utulivu, wala usipane. Serikali hii hapa inasaidia kupata masoko. Hii tulikuwa tunafanya. Yaani wewe unalima, unapeleka mazao yako kwenye gari. Jukumu la kutafuta masoko ni la serikali kwa kupitia hawa TMX. Wanapambana kwa duniani, wanapata wafanyabiashara kwa kutangaza. Wafanyabiashara wanaingia, wanaomba kununua mizigo. Serikali inafanya
inafanyaje, inakutatia masoko yako. Mjibu tena kwa utulivu, mwambie hichi akawa inatafuta masoko. Serikali hii iliyoko madarakani inaongozwa na Dkt. Samia Suluhu Hassan inanisaidia kupata malipo kwa wakati. Mnalo wa kwanza ambao ulifanyika wiki iliyopita, mimi Alhamisi nilipita kwenye baadhi ya magari kwenda kujiridhisha, je, malipo yamewafikia? Nikakuta wakulima wameshalipwa.